anaongoza. Kuna mtoto mmoja nilimkubali hapo, anaitwa Angel huyo. Ametokea mtaani kwetu. Akasema kila mtu anamwongea huyo Angel mtoto kanyoka. Mimi nikasema ile chombo mimi naondoka nayo. Hivyo vyote siku ya kwanza mtoto kapita fresh. Nikamsikilizia. Siku ya pili nikasema mtoto lazima niruke naye. Mungu sio asumani, nikamfuata Angel. Angel mambo vipi? Safi mzima, uko poa? Unajua Angel, mimi natamani sana siku moja nikupe. Unajua kweli ilipotokea mimi mwenyewe sikuelewa. Mtu akaniambia unataka kunifanya nini? Nikamwambia sikumaanisha hivyo, nilikuwa nataka nikupe. Yaani kweli imeniandama. Na ugonjwa mimi ulikuwa unanisumbua sana. Na sio siku hiyo tu. Siku moja nimezingua, mzee wangu ananifokea kweli kweli. Wewe unafanya mambo gani wewe bwana, wewe mpumbavu sio nini? Namsikiliza. Sasa kwa kuna wazee wenzake wapo nyuma, wako wanamuita, yeye asikii. Kabla nimwambie baba, wale wazee wenzako huko nyuma wanakuja. Wewe mzee alivuruga, angalia kuku imetoka wapi? Unasemaje wewe? Nikamwambia mzee, nitaka kuambia wale wazee kule wanakuja. Na ikije inakuja na wewe mzee alinigonga bwana. Mzee alinigonga. Na hiyo haikuishia hapo pia. Ikaja kunipiga kwenye tukio jingine, Mungu wangu, lile ndio lilikuwa la udhalilishaji. Nimegombana na mpangaji mwenzangu vizuri, akawa amekasirika. Si akaenda polisi. Kaenda kule katoa maelezo ya uongo. Nikaitwa kule bwana. Nimefika pale polisi kweli, na mkuta mkuu wa kituo na wasaidizi wake. Wameeleza. Sasa mimi nikajua jamaa amewadanganya. Nikamwambia sasa mkuu wa polisi, wewe mkuu wa polisi na wasaidizi wako, yule jamaa amewage. Ndugu yangu wewe bana, nilichezea. Wamenipiga nikamwambia sasa jamani, ngojeni kwanza niwape. Hata mbona nikaona kweli ni balaa. Ikasababisha mimi nikamatwe, nikapeleka kitu ndani mahakamani moja kwa moja kwa kesi hiyo. Nikahukumiwa, nikapelekwa jela. Nimefika jela, nimekutana na Wanyampala, ile Nyampala kubwa ile, tumejikusanyika. Sasa unajua jela ukifika, utakiwa kusema kesi ndogo ndogo. Unasema kesi kubwa. Nimempiga mtu kisu cha kiuno. Hata kama umeiba kuku. Nikakamue tu. Wewe ulifanya nini? Niliiba maiti. Ulikuwa unaipeleka wapi? Sijui. Yaani ni bado uko ndio ni bandidu. Sasa Nyampala amenicheki, nikataka kumwambia kwamba huyu msanya Nyampala mimi namwambia nimeua. Wanataka kuniua. Kaambia Nyampala, wewe dogo umefanya umefuata nini? Kaambia mimi Nyampala, sikia mwanangu nikwambie, kuna wauni huko wamenige. Sasa dogo unaita michezo michafu. Nikaona nimejitote na niangalia mimi. Nikamaanisha kwamba kumbe dogo ni mtu nikawakataa. Basi Mungu akasaidia nikatoka jela. Mungu sio asumani kweli. Nikaja nikapata mchumba. Ndugu yangu. Nimepata mchumba, nimeenda ukweni na washenga. Tumefika pale tumeongea, tumemaliza vizuri. Anza sasa kuwashukuru sasa baba kielele. Naanza kuwashukuru wakwe. Sasa nimefurahi sana, amenipokea vizuri. Kama familia Anita na familia nzima, kuna siku moja wote kwa ujumla yenu nitawape. Lengo mimi nataka niwaambie, mimi nitawatoa out. Hana matukio kwikwi. Na pia matendo sio ya hiari, kuna kuwashwa. Unajua kuna wakati unafikia unawashwa. Paka unasema hili tendo mbona kama la hiari? Mbona kama linaamua hili? Yaani unapigwa kwenye engo, afu upo na watu, ujikuni panajikuna. Yaani unajipekecha. Unajipekecha tu taratibu. Lakini
Unajua ni moja ugundua kwamba kuwashwa pilipili inawasha, lakini pilipili kile ni kiumbe hai.